tuwe na ule umiliki, tuwe wazalendo, tuumwe na kile chetu tulicho nacho. Ili tuweze kuyafanya hayo, basi tushirikiane kwanza kuhakikisha tunapunguza au tunaondoa wizi wa mifugo na mazao. Tukifanya hivyo sasa, wananchi wetu watabakia kuwa salama. Wakati niko Chake kule, walisema ilikuwa sisi ndizi hazionekani, kuku hazionekani, leo hii ndizi unaikata mgombani. Na ni kweli, nilikwenda kwenye shehia moja nikakatiwa ndizi kwenye mgomba karibu iive. Kwa nini? Kwa sababu tuliweza kupunguza wizi wa mifugo na mazao. Kwa hiyo niwaombe masheha, katika kazi yetu kubwa ambao tunatakiwa tuifanye sisi ni kuhakikisha kwenye maeneo yetu tunapunguza wizi wa mifugo na mazao kwa kuvitumia vile vibali vya mazao tulivyo navyo. Lakini miongoni mwa mikakati yetu ya kupunguza hayo, kwa kushirikiana na wakurugenzi hawa, ni kufanya ukaguzi kwa mazao ambayo yanatoka sehemu moja yanakwenda sehemu nyingine, kumtaka mmiliki wa mazao kutuonyesha kibali. Hana kibali, basi hatua za kisheria zitachukuliwa. Niendelee kuambia waheshimiwa masheha, toeni elimu kwenye hili, fanyeni vikao, toeni elimu kuhakikisha kila mwananchi anapata uelewa. Lakini chengine, tuweze kufanikiwa kwenye mkoa ni kupunguza ulevi. Mheshimiwa Sheha Kifundi nimemfahamu vizuri. Ulevi bado maeneo Kipange pia kule na kuelewa nako pia bado. Kwa kushirikiana na waheshimiwa wakuu wa wilaya, tutaandaa doria maalumu. Zile doria hazitolala. Imani yangu wakiona doria zile, basi ulevi utaweza kupunguza. Hatumkatazi mtu asilewe, kwa sababu kulewa ni starehe ya mtu, au sivyo? Lakini unalewa wapi? Unalewa hadharani we? Lewa kwako mpaka ulewelewe nyumbani kwako. Sie hatukuulizi, lakini nenda kalewe kwenye maeneo yaliyoekwa kwa makusudi haya, watu wanakwenda kufanya starehe. Nenda kalewe, sisi hatukuulizi. Lakini utakapo kuona sisi unalewa mitaani, kunauzwa pombe haramu katika mitaa, kwa kweli Kiswahili chetu kitakuja kuwa ni chengine. Kwa hiyo niombe waheshimiwa masheha, kupitia na kamati zenu zile, hakikisheni munayasimamia maeneo yenu ili tuweze kupunguza ulevi. Na tutambue kwamba sote ni viongozi. Kesho kwa Mungu tutakwenda kuulizwa tulisimama vipi kuitetea jamii yetu. Tulipewa uongozi, baadaye tukawaachia tu jamii waende tu wanavyotaka, au tuliwasimamia? Niwaombe sana, jukumu hili ambalo Mheshimiwa Rais ametupatia, vile vile tutambue kwamba tuna jukumu kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha matendo maovu yote tunayaondoa katika maeneo yetu.